rais wa Kenya Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali mazungumzo ni ya muhimu, na yeye mwenyewe wakiwa na kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga wakakutana hata bila yeyote kati yao wale ambao wanawaunga mkono kuweko, wakajadili yao kama baba wa Kenya, wakasema ni heri tuwe na mazungumzo, tuwe na dialogue, tuweze kuwarudisha watu wetu pamoja. Haya mambo ya maafa, hii shida ya uchumi hayawezi kutatuliwa na mwingine, ni sisi tu. Kwa hivyo Rais Ruto, tunakuambia shukrani sana kwa sababu ya hayo. Lakini tunataka kukuomba pia, ni uzuri na ni umuhimu, na hatukulazimishi kwa sababu hatujui wanazungumza kama kina nani. Viongozi ambao wako katika mrengo wako, viongozi kama kina Ichung'wa na wengine wa laini yake, wanasema ndio watasema ni agenda gani itajadiliwa katika haya mazungumzo. Haiwezekani ndugu zangu, na haitawezekana, na kama hawajui wajue leo, haitawezekana. Huu mlengo wa mazungumzo umeletwa niji mmoja karibu, sisi tuje karibu, tukutane pali pamoja, kwa sababu hatusungumuzi kwa sababu ya viongozi wetu, tunazungumza kwa sababu ya wananchi. Wananchi ndio walitufanya tutoke mabarabarani, tufanye maandamano, na yakatupata yale yaliyotupata. Polisi wakatoka wakafanya dhambi duniani hii, mpaka wakafanya dhambi mbinguni, wakaonekana kuwaua watoto, kuwaua vijana. Angaliani wale wote ambao tumeweka wakaburini wapumzike, na Mwenyezi Mungu awakumbuke katika vita hiyo. Ni vijana. Kwa nini mnaua vijana? Na hawa vijana mnajua ni wale ambao wana shida nyingi, wamesoma, wamehitimu, hawana kazi, ni sauti tu wanatoa, tunataka mtusaidie hivi. Na tunasikia kijana ambaye pia anamheshimu, ni mheshimiwa mbunge Ichung'wa, akisema mambo hayo isijadiliwe. Kwani Ichung'wa alichaguliwa na nani? Hakukuwa vijana katika Kikuyu waliokuchagua? Kwani viongozi ambao mnasema hayo yote, mnasema mkiwa Kenya Kwanza, hakuna vijana waliwachagua? Nini hii mmetuambia hasla hasla hasla? Na kama kuna mtu mmemaliza, mmemweka uoga, mmemweka baridi, ni vijana hasla. Nataka kuambieni ninyi wote, sisi ni wazee na tumeona mengi. Ulisema juzi kama hatutosheki kwa yale ambao tunaambiwa, tukitaka kurudi barabarani turudi. Nataka kuambia wajumbe wote wa Kenya Kwanza, barabarani si muhimu na si lazima tuende barabarani. Ni kwa sababu ya kukosa ujuzi ndio hamjui maandamano yanaweza kufanywa na njia nyingi. Kama kiongozi wetu leo Raila asimame pale mbele, aseme tusitoke nyumbani hata kwa wiki mzima, na magari yasitoke, na maroli yasitoke, na msiende kazini, tutakaa nyumbani. Ni faida gani kwa Kenya au kwa serikali? Na watu wote wamekaa nyumbani, hakuna kazi inaendelea. Ni uchumi unakufa, unafufua. Ni uchumi unakufa. Ndugu zetu, wakati mnasema, mjue ya kwamba kuna njia nyingi za kufanya maandamano. Nataka niwakumbushe ninyi wana habari. Mahatma Gandhi wakati alipokuwa akipigania kule India, Mahatma Gandhi alipoona vile alisumbuliwa na mkoloni, alifanya nini? Akasema kaeni nyumbani. Akasema nini? Maandamano bila fujo. Akasema nini? Hawasikii. Akasema nini? Tokeni mugawane ma streets. Wamama wapewe street yao, wakunie huko barabarani. Wanaume waende street yao, wakunie huko barabarani. Wengine peleka Kenyatta Avenue, wengine peleka Moi Avenue, wengine peleka Harambee Avenue, wengine peleka wapi? Wakunie huko. Waende wakunie mpaka Nairobi, Mombasa. Watalii waone hawakuji huko. Mabarozi wote asubuhi waingie kwa magari yao, wachukue ndege waende kwao, kwa sababu wanajua Kenya imeharibika. Kwa hivyo Kenya itanuka mkitaka inuke. Lakini tunasema hivi, ndugu zetu, hatutafanya hiyo. Lakini tunataka kuwafundisha hawa, hakuna maandamano wanajua.
Wakifikiria maandamano ni ile watume polisi waje waue watu, tumeanza kufikiria taifa ni letu hili. Kiongozi anayetulilia tunamuona. Na tunajua Raila hapigani kwa sababu ya uongozi. Raila hapigani kwa sababu alishindwa kura. Raila hana maneno haya mambo yote. Hata ingawa tutataa kusema hata sasa. Yale masavas mnaambiwa mfungue. Hamufungulii malaika wa mbinguni. Hamufungulii Muamerika au Muingereza. Mnaambiwa fungulieni wa Kenya waone haki yenu na ukweli wenu. Kwa nini mnakataa? Jambo la kuzungumza sasa ni la kuzungumza maslahi ya wananchi. Na Raila anapigania maslahi ya wananchi. Na Raila hapigani kwa sababu ya hii au ile. Hata yeye ana nguvu, angesema hata wewe Ruto sitaki, wacha tutoke tu. Na wananchi wangeendelea. Lakini tunataka kuomba, tunataka amani sisi watu wa Nakuru. Tunataka kusema tunataka amani sisi watu wa Kenya. Tunataka kusema amani haiwezi kupatikana tumbo zikiwa na njaa. Tumbo za Wakenya zina njaa. Watu wa Kenya wana shida na watoto wao katika shule. Ninyi mnasema ni kwa sababu naambiwa na wale ambao wanawakopesha pesa mfinya wa Kenya kwa kodi. Wacha nimwambieni, wa Kenya wanajua kwao. Na hakuna shida, tutasaidiwa na wale ambao wanatoka nje. Shida tutasaidiwa na Wakenya. Angalieni haya makodi, mengine repeal, mengine fanyeni amendment katika hiyo act. Sitaki kusema kwamba koti ilifanya mbaya kupitisha iendelee, lakini nataka kuuliza hata jaji aliyesema hiyo, kwake hana mtoto. Na kuona kama kwake kuna shibwa, yeye hana mtoto, anaona jirani ana njaa kwa sababu ya baba yake. Zote tuchukue Kenya hii kama Kenya yetu. Wajumbe wa bunge, kazi yenu ni kutengenezea wananchi na kuwasaidia. Kuwapigania ndio macho ya wananchi, ndio sauti ya wananchi. Makoti yetu ambayo tunaenda mambo ya kusaidiwa tukifinywa. Ndugu zetu majaji, angalieni ndugu zenu ambao wengine ni your housemates, wengine ni makarani yetu katika maofisi, wengine ni masekretari wetu katika maofisi. Wananjaa. Kwa nini mkiambiwa fanya hii mnafanya tu mkirudisha mkono kwa serikali? Mungu awabariki sana. Tungesema mengi, lakini tunataka kusema ya kwamba polisi tunawaomba wacheni mambo ya kupiga watu. Haya sio mambo ya kwanza ya maandamano. Tuliyaona kutoka 1992. Tuliyaona hata mbeleni. Na Wakenya mazoeo yao ni kukaa chini wasumuze pamoja. Kama wakati wa Kibaki, na mimi nataka kuuliza wale vijana ambao wako bunge na wanapiga kelele. Sisi ni wazee, hata mkitukana sisi tulikaa bunge miaka 20. Hatuna maneno na wewe. Tunataka kuambia yale yalifanyika. Kama kwa hakika mliona Kibaki ambaye tulimsifu alikubali kusema na Raila, wakakaa chini. Na Wakenya mseme ukweli, na ninyi wabunge, wajumbe wa bunge mseme ukweli. Uchumi wa Kenya ulifufuka wakati Raila na Kibaki waliungana katika serikali ya mseto. Ndio wakati uchumi wa Kenya ulianza na ukafufuka. Mabarabara yakajengwa, mabarabara ya bypasses, mambo mengi yakafanywa Kenya. Pia Uhuru akachukua kutoka kwa mpango ulikuwa umepangwa na akaendelea vile aliendelea. Nataka kuambia wale watu wa Kenya kwanza, miaka yenu 5 ya kwanza kama serikali ya Jubilee mlifanya yale mliweza kufanya. Sitaki kusema mkufanya, mlifanya. Lakini nataka kuambia ninyi, miaka ambayo kazi ya Uhuru itaonekana milele ni baada ya salamu yake na Raila Odinga. Ndio kazi ya Uhuru ilianza kuonekana. Uhuru akatambaa Kisumu, akatoa makwekwe katika bahari. Railway ikaanza ambayo ilikuwa imekufa. Akajenga railway Mungai kutoka Mombasa kuja Nairobi. Akafanya mambo mengi ambayo mnayajua ninyi wote. Ndugu zetu, nataka kuambieni waandishi wa habari, tuna maneno mengi tunaweza kuambia Kenya. Na mimi nataka kuwaomba wa Kenya, simameni imara na muombe haya mazungumzo. Na tunataka kumsifu mzee Obasanjo. Tunajua ni baba wa Afrika. Saidia wa Kenya wetu waweze kufahamu maana ya amani, wale ambao hawajui. Na tunamuomba rais wetu, rais, usichoke kukubali.
Kama sasa umepata 90% ya marks ya Wakenya waliosikia, umekubali mazungumzo na umekubali hata kukutana na Raila bila kuwa na watu kama Ichung'wa na wengine hawakuwa karibu. Wewe ulikutana na yeye ukaonyesha wewe ni baba taifa na unataka mapenzi, msimamo na amani ya kitaifa. Mungu wabariki sana ndugu zetu. Tunataka amani, tutasema amani, tutaomba amani na tunaomba watu wa Kenya kwanza. Hatujachoka kurudi barabarani na tuna njia nyingi za kurudi barabarani. Naweza kusema barabara zote watu wakunie, watalii waende kabisa. Waende kabisa. Uchumi umekufa, umefufuka. Na ilipatikana hayo katika India. I'm not introducing it in Kenya. I'm only telling you it can happen. And Kenyans are so tired. They will not be ashamed to go in the streets and do it. Mungu awabariki sana, asante.